by God into this move. Because this is historical. This is not just by the way. This is historical. And you will be written in the books of Chronicles. One day, watu watakuja kusema, kulikuwa na watu kwa kanyumba mahali Mudhurwa walianzisha moto ikawaka Kenya mzima. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa na mtu mwingine blog akasema, nikamwambia ile kanyumba tunataka kuhama tuende ingine. Akaniambia kama ni mimi ni wewe ningekaa tu, kwa sababu kamewakisha moto Kenya mzima. Kila mtu anaongea. Na ni kadogo. Nikamwambia si kadogo, dokana ile kala gitahunyo. Bwana Yesu asifiwe sana. So I'm glad to be with you. I want to sit up minenda sana because I want also to have a deliverance service saa 9. Sema saa 9. So we will not do the deliverance service, lakini karoho kakikia kale kakufanya deliverance, we will do it now. But what I will want us to do after the service, we have a rest, then we come back so that we can deal with it, because there are special deliverance teachings ambazo nafundishanga. So because you need to understand why are you being delivered. Kwa sababu ni heri usingekuwa delivered if you don't understand the reason for your deliverance. Deliverance is a process that you must understand 100%. Deliverance is something that you must know. Why are you being delivered? Sio kukibiria te you are about you coming breaking a bondage of over 100 years ago. Because some of us are facing challenges that are older than them. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. I was reading the book, kitabu nimeisoma tena nikairudia tena because I wanted to understand the concept. What happened? And the Bible says in the book of Jeremiah 1 verse 4 that I existed. You existed because that is what God is saying. That before you were born, I knew you. Before your mother and your father came together, I knew you. Before the father to your mother, the mother to your mother came together and then produced your mother. And this other side, the father to father and the mother to mother came together and produced your father. I knew you. Meaning in this world, we have spiritual children that are existing older than their age. Because if you were known before your great grandfather, how old are you? Hello? How could you be old? How old are you if you are known before the age of your father? And you existed, and that time you were ordained, and you were set apart and consecrated and anointed before your father brought you on earth. So I know you've never understood that. You never looked at that direction. Because today I want to teach you that there exist children who are spiritual. There exist people who are spiritual. There exist, and when we have people of God who are spiritual, they also have people of the devil who are also spiritual. Hallelujah. Kuna watu ambao wewe, if you are spiritual, if you describe yourself with the Jeremiah 1 verse 4, that before you were born, I knew you. Before you came into the womb of your father, and your father is now 80 years. Before your mother and your father were born, and your grandfather is 200 years old. Before your grandfather was born, and the grandfather, great-grandfather is 400 years old. So how old are you? So there are people that you see here, wako hapa ni mapepo ambayo they are 500 years old, yet you are only 30 years. There are people who have the authority. If they were ordained by God, they have heavenly authority of about 500 years old, yet they are just 40. They are at their 40. So dukaire mundu, dukaire mundu. Ukisikia mtu akikwambia kitu dukamoire, torodoe ni mukuru. How? Ukiona mama mseta kama huyu akitembea, uone amepigwa na idhaa. Hapana, si idhaa, ni the man that is inside him. That's what we call the strong man in you. Bwana Yesu asifiwe sana. The strong man that is in you will determine what you become. Because this strong man was ordained before your mother. This strong man was ordained before your father. This strong man was ordained before your grandfather. This man was ordained before your grandmother. So this man that is in you is much bigger, much stronger than you. That is why you see there is somebody here, kazi yake akishindwa anaingia kwa maandamano, because the strong man in him is about bloodshed. Maneno mpaka usikie dunia mzima inapasuka. Just by mentioning, kutaja tu, anasema kitu usikia dunia mzima inapasuka.
There is this man, Martin Luther King, akasema, I have a dream that one day Africans will rule this nation, that is America. I have a dream that there will be no separation of people. I have a dream that there will be no intimidations of the people. The dream to him. So the dream, he never dreamed. They killed him, but they never killed the spirit that spoke about the dream. Hallelujah. They may plan to destroy you, they may plan to kill you, they may plan to do anything around you, but the spirit that spoke and the spirit that is leading you will never be killed. It will exist because it has been existent before you came. That is how powerful you are. Tell your neighbor, that is how powerful I am. Look at me. I'm not 30 years. I'm older than you think. But ask yourself, do I look like a grandfather who was a witch? Just muulize tu. Do I look like my grandfather who was a witch? Do I look like my shosho who was a witch? So there are people who by themselves, they are authorities. Was a witch. I don't know whether I'm making sense. Because when Jesus was born, the angel entered into Mary. And they say the Holy Spirit got into Mary. And the child was born out of the Holy Spirit. Meaning also the devil can spirit. Praise be the name of God. Meaning, wakati unaenda kwa muganga, ukaambiwa sasa tumerekebisha tumbo yako na utazaa mtoto, na ukazaa mtoto, huyo mtoto ni wa roho gani? Ni wa roho gani? Ni wa roho ya uganga. Maanisha ametoka kwa ya giza, ametoka kwa spirit ya shetani, na mtoto huyo akizaliwa atakuwa an agent, an automatic agent, a permanent agent, and you will live that way, tormenting every person because of the origination where you came from. Hallelujah. Maana Yesu alikuja kuhangaisha ufalme wa shetani. Until today, watu wanasema mambo ya Yesu mabaya, but we are still speaking about Jesus. They killed him, they took him to the cross, but we are still talking about Jesus because we said, this is the Son of God, the Son of God. That there shall be born a son who will bring change. The son that will be a king over kings. And he became the king over kings because the prophetic word from the spiritual word prophesied so in the days of Isaiah. That kutazaliwa nani? The king of who? The king of prince. Bwana Yesu asifiwe sana. Those days of Isaiah. And the Bible continues to say that before the formation of the world there was word. And the word was what? And God was there. And the word is Jesus Christ. Hallelujah. Meaning before the formation of this world, Jesus was existing. I don't know whether you're getting my point where you're going. I just want to let you understand that you may be a spirit. That is why you've been a stubborn forever. Their children, their wives, their husbands, their mothers, their fathers who are spirits. That is why ukiingia kanisani kama hii unakuta kuna mtu anasubuaga tu. Akihama hii kanisa akienda kanisa lingine unakuta tu anasubuaga tu. Akiolewa anasubuaga tu. Akiolewa akimatoka kwa bwana huyu aenda kwa bwana huyu anasubuaga tu. And those are the people that will cause even death in your life. Have you ever seen that a woman ni kuoe sasa? Acha nichukue for example kuja go hiki moja. Natoka kidogo kirado niona hiki ndio. Nimeoa haka. Alafu nimeanza kumuuliza nimekakweta kaka. Nimeoa haka. Alafu ukiulizwa, ukienda kufuatilia, unamuuliza, did you have a boyfriend? No, I was married. Where is the husband? He died of a road accident. Before that, did you have a boyfriend? A boyfriend? Yes. Tukiwa uko nyumbani, I had another boyfriend ambaye aligongwa na ng'ombe akakufa. Sinamuuliza, alafu when I was born, my mother died. Why? Alifanya operation ya akakufa, lakini mimi nikasurvive. Sasa unamrudisha tu pale tu, utashoka hao. That is, you automatically know this is a bomb. You automatically know huyu si binadamu. Aliua mama yake, ameendelea kuua
this is a demon. This is a spirit existing that was born long time ago. That is why it has never allowed anybody to be around you. Could you be married to that man? Could you be married to that woman? Could you be having children that are that nature? Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo topic ni gumu kidogo, lakini itawasaidia. Because much of the problem nimeambiwa na Mungu mumepitia hapo. That every time you touched a woman, kulitokea accident wako ama ya mtu mwingine, na ukasikia mtu amekufa. You wanted to mlikuwa mmeenda kufanya harusi, kukatokea accident. Mama huyo wa harusi wote wakakufa, lakini wewe ndio ulisurvive. Meaning you are the spirit. And this spirit is meant to kill. That is why you have people who are stubborn in a nation, that they will never want peace in this nation. We have people that will always want to cause chaos in the kingdom of uko. Unasikia mtu anaitwa Kaini ambaye alisikia vibaya kwa ajili ya Abel na akamuua Abel. Then Kaini akaambiwa aje ugo torodirurukaga. Do you know adirurukaga ko? Yeah? Do you know Kaini anazuguka, aliambiwa hata forever atazuguka. Do you know kule anazugukaga? And who gave birth to Cain? Whose seed was Cain? Ni ile serpent. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ile nini? Ni ile serpent. Because when the Lucifer was not happy to hear, a man has been brought to come and replace. A man has been brought to come and replace his authority. He made sure he sleeps with this woman to produce a child that will contaminate the will of God. That is when you must be very careful. When you start an organization or you are leading an organization, you must be able to understand. When you bring the new people into the organization, you must know that kutakuwa na resistance, because in the formation of every organization there is a snake. Hallelujah. In every formation of marriage or every organization, there must be a snake. Because if it is a church like this one, they know you are coming to kupigana na ufalme wa shetani. So what they know before you start, because they know you are born. And when you are born, you are consecrated and anointed and set apart. So what they will do, because they understand the protocols of heaven, they know this is our enemy. They will create a counter enemy to be countering every move you'll be going. Na ndio tunawaitanga the monitoring spirit in your life. There is that spirit that will follow you. Kwenu Keshagi, ukitoka Keshagi ina upgrade, ukikuja town ina upgrade na wewe. The problem ambayo ulikuwa ukiface kule nyumbani ka problem kadogo, ukiingia hapa town kana kufuata, kanaanza kukua. Ukisoma kanasoma. Ukivaa suti mzuri kanavaa suti nzuri. Ukiingia ndege kanalipaka ndege kama wewe. Unaenda kanachukua visa, ukichukua visa. Ukifika America unakuta the same problem imeanza, but in a developed nation. Inaongea Kizungu. And you find that this problem has been following you until you wonder, for how long am I going to face this challenge? Have you ever found yourself in that situation? That the people that you meet around you, unakutaka lazima kutokea disaster fulani ambayo itakuzuia. Unaanzisha biashara, the same ka biashara ulianzisha kule Geshagi ka kuuza mgoka na miraa. Ukikuja town unaanza kule kudauza botiki, lakini yule mtu mnashikana na yeye ni the same na yule mliuza mgoka na yeye. Venye wa mgoka alikufanya, unaona huyu tena ameanza kufanya hivyo. Yule bibi ulioa kwanza na ukapeleka nyumbani, mkafanya harusi na mkakuwa mzuri sana, unaona yule bibi mwingine mlikuwa na yeye na huyu wana behave on. So you might be dealing with a demon that is much older than you and much superior and clever than you. That is why even if you have gone to many churches for deliverance, nothing has happened. Because you don't understand the age for you to understand the superiority of this demon that is existing in your life. Because you must be able to understand the superiority. Because you cannot go to fight a general commander and yet you are just a police constable. You cannot. Hata kama umeokoka na wewe basi ni constable kule, you cannot
You cannot. They will fight you. They will organize because they are clever. They are wiser. They have been existing for a long time. Wewe umekuja tu juzi. Wewe umeanza kurealize just the other day. Yet this thing has been monitoring you. They know you in and out. That is why you cannot get out. They know you are getting married tomorrow. They bring their own. Na ndio ilikuwa muhimu sana before you married it. Hallelujah. Before ukionana na mama huyu, just date. Mutebeage kidogo kidogo ndio uone tunyoka ni tugapi ndani yake. Utachukua huyu mama ukute ni wazi kuliko yule mlikuwa naye jana. Kinya ukakinya hadi ukakuwa goro. Unasema wacha ikae. Hiyo marriage kama mimi sasa nimedecide wacha ikae. Kwa sababu kale najisikiliaka kana kuwa ni kama kale ka kwanza. Niliambia bishop wangu akaniambia dokia biotikane nao. Nikamuuliza uko kikarogo ni tokuhoya ni aguka at the right time because they are fighting your destiny. All these kind of demon and spirits, they are meant to come and fight the destiny. If you have a high level destiny, a powerful destiny, you have a counter spirit that counters the destiny. They will not ask you question. They will not talk to you until you touch the line of the destiny. Mambo ingine yote ukifanya, maisha ingine ukikaa, ukitembea ukule vizuri, uende Dubai, uende America, as long as you are not touching where you are purposed, your life where God purposed it to be. Until that day, wakati utaguza your destiny, when destiny connectors wataanza kuingia, that is the unaona huyo msee sasa anatokelezea akiwa msee wa miaka 100. Anakuuliza kijana, Bwana Yesu asifiwe sana. Kijana, uko na akili mzuri. I was watching sometimes back my friend Uhuru Kenyatta when he was in power and when he is not in power. You see two different people. Bwana Yesu asifiwe sana. And I asked some good friends of mine, why is the Uhuru now is sober? The current Uhuru is very sober. But the Uhuru that was in power was not sober. Did you ever ask yourself? Hata alikuwa anaita Ruto kijana. Huyo kijana akue kwanza. And yet they are age mate. Lakini aliita huyo kijana akue nini? Akue kwanza, tutampatia after 10 years. Who was that speaking? When Uhuru was inaugurated as the president of Kenya, he asked for the Bible. Ile yako hapa nayo. Aliitisha ya baba yake. Kisha akachukua the presidential standard ya baba yake. So which spirit entered him? It's a father. So Uhuru all along, he aliyokti akiwa 170 years old. I suspect his father could be 770 years. When he came out of power, Uhuru ameenda DRC, ameleta peace. Uhuru ameenda Ethiopia, ameleta peace. Lakini wakati alikuwa in power, alishindwa kushikanisha UDA na Jubilee. So there is a spirit that will enter you. There is a spirit that will enter your business. There is a spirit that will enter your ministry. There is a spirit that will enter your marriage, and it will turn around the marriage to become either young or old. And it starts to disintegrate the purpose of the destiny. Because all these monitoring spirits zinaangaliaga destiny yako, zinajua who you are. You are going to become a prophet unto the nation. You are going to become a huge businessman. You are going to become a president of the nation. You are going to become a member of parliament. You are going to become this and this and this. They have your record. That is why God ordained Jeremiah, covered him, consecrated him, and hid him under the anointing. Because God knew these people, if they mark this guy, he will not. Could you be suffering because when they marked you, nobody came to mark you? Could you be having these challenges? Because when I was ordained by Bishop Harrison Nganga, I was a Mungiki leader, a huge man in this nation, leading 4 million people. And everybody will shout, nilisema musivae skati, miniskati, muriva. Hamukuva. Nikasema mukae nyumba, ilikuwa siku ya 7/7. 2001. Nikasema hakuna mama kuonekana akipita mitaani. Mkae kwa nyumba. Mulitoka? Hamkutoka? Who was that? Who was that? There was not me. It was not me. It was my grandfather, who was the Mau Mau general, who founded Mau Mau. His authority was in me.
That is why I tormented even the President Moi. Aliniita akaniambia kuja tuongee. Yet I was 21 years old. Nilipofikishwa kule, alisema alifukuza hao watu wake ma security, akamwambia get out, I don't want this nonsense. Wakamwambia, akauliza kwa nini? I asked you muniletee Waruinge, sikuitisha mtoto. Because for him he knew I'm an old man, was 60 years. But wakati nilipelekewa akasema afanye waliongea Kinandi. Akasema niliona amefanya hivi. Ghasia. Hii ndio imeangaiza. Na kwa nini ya Mungu alikuwa anataka kusema mbona Mungu pigia na what is this brought me? Hii ndio imenisupua hivi hata silalaki. Vitu dini wakati tulikaa naye chini nilimzungumzia akamwaga machozi. Alilia machozi. Niliokea na yeye. Na ile sauti na power nilikuwa naokea na yeye, nilitoka nje nikaanza kujiuliza huyo sio mimi. Hata wale tulikuwa nao wakasema ulitile kwa Romeo. Why? Because that man, that his spirit is in me, ongeleza Moi. Bwana Yesu asifiwe sana. You get me? Yeye ndiye alikuwa anazungumza lakini alikuwa anatumia mwili wangu. Hivyo ndivyo shetani anazaa mtoto ndani yako. Wakati unakuja unaekelewa mkono ama unaekelewa mguu na mganga, anakuweka, atakuenter a spirit ndani yako ambayo itazaa mtoto. The mtoto atakuwa spirit. Na ina maana you don't understand. Unakuta alikuwa bwana yako no tumenya gakuri adile. Ni odile na akiura. He's untraceable. Ni mwana wako no ni odile. Tugeretie kumusharia kona ciothe ciathi ndaigwekaga. Ni mutumia wako no tumenya gakuri adile. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajaribu kutafuta aliendaje, alikuaje, because this was a spirit. Na wakati ime-expire kwa kazi yake, inaendaka kwingine. Unaikuta Australia in a different shape. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu msee nimenyangana na shida. Mtu alali yate. Nuranyitola leo. Nuraona kau ndo nikau. Yes, because I can see you in that. And that is why we have really struggled in life. Not that we are not rich. My friend there, we came from the same school. So ulikuwa unasomea Kerito. We came from the same school. We were in the same, ulikuwa mbele yetu manyuma. When we were 7, sisi tulikuwa wa 8. Ndio? We did 8 together with you. Yeah, because we are in the same class. Josephine ndiye alikuwa teacher wetu. Huko Nyamira, Kisii. Tumekutania hapa. Baba yao alikuwa is the richest man around. Huko ukienda uulize Omambia ni nani, utaambiwa Omambia ni nani. Lakini mtoto wake anahangaikia Nairobi sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi wakati nilitoka nyumbani, my father was not rich. My father was not known, but I made my father to be known. You see now, his father never made the children to be known. But me, nimekuja in a different fashion, I've made my father. I don't know whether you are seeing the picture. So it depends what kind of a spirit that is operating in you. Until you get the right connection, if you are that kind of a spirit man, you get a wrong connection, ikikuwa tu plugged kule kwa spirit, it doesn't matter ni nani atakushika. The first person mwenye atakushika mkono atadetermine kule unaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni wewe ambao umezaliwa katika Jeremiah 1:4, you are spirit man. And that is why you find unapotesanga wanakuanga na hardship since the days they were born. Since wakiwa kwa tumbo ya mama yake, unakuta mama alikuwa anataka kutoa hiyo mimba. Mama alipatwa na ugonjwa ambayo ingesababisha huyo mtoto akufe. Lakini miraculously mama alizaa huyo mtoto. Mtoto alipozaliwa akasemekana amezaliwa miezi 8, miezi 7. Mtoto akawekwa kwa nursery. Ameendelea kukua. Lakini as venye ameendelea kukua bado amekuwa na matatizo. Measles ilipokuja ilimkamata. TB ilipokuja ilimkamata. Yani every disease ilimkamata. Hata sasa uko mkubwa, kukitokea COVID, wewe ndio ulikuwa kwanza kushikwa na COVID. Na neighbors wote hawakushikwa. Hata mzee yako kwa nyumba ulimkohorea lakini haikumshika. Because there is a tracking system ambayo inakutrack. And this tracking system imeambiwa never allow this person to become. When Moses was born, they knew a king has been born.
and they declared that every child to be killed. But because this man was anointed and covered and consecrated, God akatengeneza njia zake venye huyu mtoto atachukwa na huyo muuaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Because this boy was taken to the river, akawachwa kwa mto, akaanza kulia. Wale ambao wanafaa kuja kumchukua walipokaribia, mtoto akaanza kulia. The spirit spoke. Na yule mtoto msichana akafikiria, kwa sababu si ni mtoto wa mfalme huyo msichana, mbona hakuogea kwa nyumba? Akafikiria kavi get better way, akawacha bafu kwa nyumba, because the spirit has spoken. The spirit has spoken. Once akafika kwa mtoto hakuoga, because the Bible doesn't say ati walioga kwanza. Walisikia kama mtoto kakilia, na wakasema haka kama mtoto kanakaa ni kama kawale watu wa huko. Wakachukua kama mtoto, akachukua roho ya Mungu akamwambia enda ufiche. Bwana Yesu asifiwe sana. Because the boy Moses was monitored by God. Boy Moses was ordained, consecrated and anointed for the purposes of God. The same way, the boy devil, he is also driven to us. So what they do is to make sure that this boy Moses, they wanted to kill him. This boy Moses, they wanted to bring him down. But God has a way of protecting. God has a way of connecting. God has a way of putting these things together. And the boy Moses grew up in the same place. Until when now the spirit of boy Moses started working, akaanza kuwa na resistance. Ndio aliua mtu. Na alipoua mtu, the spirit ile inakuanga kimfuata, ni hiyo aliua. So wakati alienda kuongea, wanaume wengine wakamuuliza, unatuambia nini wewe? Si unajua ulisika pale. Were they with him? They were not with him. But the spirit imekuja na imesema, si unajua ulisika pale. Wewe tutumie kana ukauka na tuwe. Musa alipojua amejulikana, he ran away. And the destiny began. Hallelujah. And that was the beginning. Because they will cause havoc on you. They will cause difficulty in you. The challenges that you are facing might be, it is the cause for you to get into your destiny. The ugonjwa ambayo imekukamata sahi, it could be the direction towards your destiny. Because in the hospital, you are going to meet a man that is going to come and pray for you. You are going to meet a doctor that will come to do some medication for you. And this doctor will give you direction. When I was born, nilizaliwa ni kama nimezaliwa na kwa wale wa Kikuyu wanajua inaitwa jogu. Nikachain kanyama kana kuaga hapa. And daktari mmoja anaitwa Hezekia Ogunyo. Dia akaambia mama, manasi wengine wote wakatoroka because sikuzaliwa na mkichwa, nilizaliwa na mguu. Nilichomoka hivi. So the whole hospital, Kaplong Hospital, wakakuwa na, this is not ordinary. So for them, some people there wakasema this is an omen. Ukienda kwa Waluya uzae tuwili tunauliwa kwa sababu tunaleta mkosi, si ndio? Kwa Waluya tunaleta mkosi. Sasa mimi kuna wale walidescribe wakasema huyu ni mtu wa mkosi. Hallelujah. So when I was born, only one doctor understood me. Anaitwa Hezekia Ogunyo, the main doctor who was also a father. Na akaambia mama yangu ya kwamba chunga huyu mtoto. Huyu mtoto ako na nyota. Sasa hii nayo akauliza, hii nayo hii kacheni kako hapa ni kanini? Akamwambia hapana, uliza watu wa kwenu, hii ni vitu za kwenu. Sasa mama yangu akafikiria ni mganga, akafikiria ni nini, wakaita mzee wa Kikuyu. Akakuja akasema huyu uli eno dhamaki leini wake. Bwana Yesu asifiwe sana. So Hezekiah Agunyo akaambia mama yangu, the other name ya Kikuyu sijui ni gani utampatia, but let me give him a name. And he gave me the name Hezekiah. He told my mom, this is a king and also a prophet. But take care of him. Take care of what? Of him. That very night, I was stolen. Niliibiwa. That very night, niliibiwa. Nilishikiwa border ya Kiligoris. That very night, after that word was pronounced, nilikamatiwa border. Nikiwa kama mtoto. So they wanted to kill this man because this is not an ordinary man. And that is what has been happening to your life. Because you have tried everything in your life.
When my mother tried with me, kitu ya kwanza niliporudishwa nyumbani, nilipatiwa my elder sister, my elder sister, step sister. Nilimonyoka tu kutoka kwa mkono, nikaanguka ndani ya maziwa moto hapa. Hii nyama yote si nyama yangu. You see, the nurses wanted me killed because ya hiyo kitu, wakasema mimi ni jini. Immediately the interpretation came, I was stolen. And after I was stolen, immediately I was brought back home. Niliangushwa ndani ya maziwa moto. That is how they kept monitoring me. That is how they kept trying to bring me down. That is how they kept trying to kill that person in me. But fortunately, this father, wakati alirealize, he took me to the altar and consecrated me and anointed. Na akaambia mama yangu, huyu mtoto usiwahi kumtoa kwa madhabahu ya Mungu. Ataenda na atamalizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. And after that, my struggle started. Nikiwa shule, I was just weird, very weird. Ulisa yule atakwambia. I was very weird person. I walked and did many things. Nilikuwa na shakasa nikiwa class 5, nilishakasa walimu wote dunia mzima. Wa hiyo area yote. They came at kuangalia ni mtoto gani, ni who did this, because they could not connect me with what I did. Because I was funny. That is why you are funny in your life. That is why they always look at you wanaona they don't understand you. They don't understand what kind of a character you are. That is why they hate you. They don't hate you because you are hateable. It is because they fail to understand who you are. They did not know what you are doing. Venye unafanyanga maneno inafanyika, venye naenda upande huu, venye naenda upande huu, na kitu inasimama, na hukutumia nguvu, na hukutumia maarifa, na hujasoma, na hauko sawa. Wakisema kulikana na kirasi yao hauko sawa, lakini umefanya. Unaendesha gari out of the clan, ambayo clan mzima hata baisikeli hawana, wanakuita devil worshipper. It is not that we are a devil worshipper. It is because they have failed to understand you. Bwana Yesu asifiwe sana. When they fail to understand you, they will label you, because the monitoring spirit on the other side, they keep track of your record. They monitor and they write every record. Na ndio nasema katika kitabu cha Genesis, Jeremiah 22, inasema 22 verse 29, inasema ya kwamba, "O land, 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 hear the word of the Lord. Thus says the Lord, write this man down as childless." So in this, the land was given an authority. Write this man down as childless. So the land was given a position that the land will keep monitoring you. Wherever you will go, the land will refuse with whatever you want from it, because it has been written. And the land was written. Si uweke kwa masikio, si uweke kwa akili, hapana. Andika ndio usisahau. Andika ndio usikuja kusema nilisahau kuandika. Hapana. The land was commissioned. This is Jeremiah. And Jeremiah anamwambia land. He's not talking to anybody. He's talking to the land and telling land, write this man down as child. What is being childless? Being childless, that there's nothing that will come out of you. Any business you start do not come out of you. Any family you start is not mature. Anything you touch on will never produce, because you are childless. You don't produce. That is a flat language that was given to Jeremiah to speak the soil. The flat language. Write this man childless. Ate dagado koma agia kanyamu. Dakagia kanyamu, dakagia nyoba, dakagia mwana, dakagia, yani mwandike. Now it is a command. Write this man down. Why? Because the land, the voice ambayo iliachiliwa became an automatic monitoring spirit to monitor the development of this man. Siku atapatiwa mchaka inakuja naulizwa, "Modosho mama na ile nike." Atene koliganirwa. Ketogere ndio kati ya kuchukuliwa ndio unakuta mashida inakuvamia. Unapelekwa jela for no reason. Unakuja na dada yako anakuja na kuwekelea, anasema uligusa mtoto yake huko. Na inakuwa ni hivyo, na unaenda na unakuta magistrate muda wa simu na anakufuga that 8 years. Kwa sababu ni ile mchaga imeulizwa, Modosho ahetokea. Ni nani alisema huyo mtu apatiwe, na hii imeandikwa? Ni nani alisema ubarikiwe na kulisemekana hautabarikiwa? Ni nani alisema upatiwe hizo mamali, upatiwe shamba, upatiwe nyumba, and it is written, you are not going to get it. Write this man as childless. Hear the word of the Lord.
It is coming from heaven. So even the heaven can shut your doors depending on who you are. Konaya was a notorious person. Konaya was a hopeless, useless. Mtu alifanya maovu ya kila aina. Mtu alifanya kejeli. Kwa hivyo wakati tunafunga, the Bible says, kile mtafunga hapa duniani, kule mbinguni kitafungwa. Kile mtafungua hapa duniani, kule mbinguni kitafunguliwa. Kwa hivyo alitumia hiyo principle, akamwambia Yeremia, funga huyo mtu. Kuna mtu amefunga nyota yako. Kuna mtu amefunga nyota yako. That is why you are struggling, because God in the book of Jeremiah 1 verse 26, 27 and 28 nasema, and God gave man dominion, and he told man, subdue the earth. And he gave man every plant, every animal, every bird and everything. And he told man, I have given you dominion over everything. So ujue Mungu mlitokana na yeye. Genesis. If you don't have anything right now, it is because kuna kakitu between you and the God and the devil. Hallelujah. Akamwambia, write this man down. Na akaandikwa. Konaya akaandikwa. Na akaandikwa kwenye kitabu. Akaandikwa kwenye mchanga. Na ndio unaona Yesu wakati alisikia watu wanataka kumpiga yule mama, kwa sababu ni mama ama ni baba. Yule alikuwa amefanya usherati. Ni mama. Jesus did not ask the book of Chronicles. Jesus did not prophesy. Jesus did not go around looking at the history ya huyu. Aliangalia mchanga, imeandikwaje. Aliinama akaangalia mchanga, akaanza kuandika, akajua oneke mani gekenege dalia. One wangeshi gekenege dalia. Imeandikwa kwa mchanga. Historia yako yote imeandikwa kwa mchanga. Aliinama kwa mchanga. Hakuinama biguni. Hakuambia Mungu nipatie ufunuo, hapana. Aliinama kwa mchanga. Akaandika kwenye mchanga, akapata historia. Akaandika huyu mzee, akapata historia yake. Akawaangalia alafu akawaambia mwenye hajafanya hivi arushe mawe. Hallelujah. Yes, your record is written in the soil because you are part of the soil. That is where records are kept. They kept seeing you. Niho itakwate mokonyo waku wigukuterine na mokonyo waku niguo wandikaga rugano rwaku. Hiyo mokonyo yako ndio imeandika historia yako, ndio imesema umetoka wapi. Umetoka kwa mtu aliyelaaniwa ama umetoka kwa mtu aliyebarikiwa. Hiyo mokonyo yako. Soma Ezekiel 16. Atemenyithia Jerusalemu maundu mayo mare magigi. Julisha Jerusalemu. Who has a Kiswahili Bible? Quickly to read for us. Or English or Kikuyu, whatever. Hiyo ni Bible natafuta hapa baba. Ni karatasi. Ni yake maka. Ezekiel 16 verse 1. Neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, ijulishe Jerusalemu. Sasa andika, wewe unaitwa nani? Jo? Ano? Siongee kama mtu amekula. Sema Andrew Boro. Yes. Sema mjulishe Andrew Boro ukuhusu mwenendo wake ulio na machukizo. Tuendelee. Hilo ndilo Bwana Mwenyezi aliliambia nani? Wana wa Jerusalemu. Boro hivyo ni ukile. Asili yako na kuzaliwa kwako ni katika nchi ya Kanaani. Simamia hapo. Asili yako na kuzaliwa kwako. Your origin, your nativity and origin is from the land of Canaan. Sasa tuende turudi nyuma. Who is Canaan? Or what is Canaan? What is Canaan? Who knows who is Canaan or what is Canaan? Yeah? He's the son of who? No, he's not son of Noah. Ni mtoto wa Ham. It is Ham aliona uchi wa baba yake akalaaniwa. Lakini laana haingemshika, maana wale walioingia ndani ya Sabina walibarikiwa. Kwa hivyo laana haingemshika. What means iliruka kutoka kwa baba ikaruka kwenda kwa mtoto. Hallelujah. Kama vile Daudi, kwa sababu alikuwa mtoto ambaye alikuwa consecrated, laana ya Daudi iliruka kaenda kwa mtoto. Kwa hivyo unaweza kuwa, kwa sababu wewe ni pastor, unaweza kuwa excuse, but your children they face the challenge.
Hello? You could be facing a challenge your mother did. You could be facing a problem that is the cause is your father. But because your father alijihusisha na baraka fulani, ikakuwa haiwezi kumguza. Lakini sasa ikafanya nini? Imeruka kwako. That is why you are crying. Yet you've been going to church, yet you've been doing everything possible, but there is nothing that is coming out of you. Baba yako, unaona sasa tumejua Mkanani alilaaniwa. Kwa hivyo ile shamba mumejenga, the land that mumejenga ni ya Kanani, ni ya mtu aliyelaaniwa. Hiyo jina ya shamba yenu inaitanishwa na laana. Kwa hivyo already you are sitting on a curse. Number 2, baba yako alikuwa Mwamori. Sasa Waamori ni wanani? Waamori walikuwa wapinga Mungu, walikuwa wanapigana na watu wa Mungu, ni wachawi na ni waganga. They were against the word of God. They were against God. Na mama yako ni Muhiti. Wahiti mali ya rogi, walikuwa warogi, walikuwa ndio wachawi, ndio walikuwa maina wa magoto, ndio walikuwa waganga hao Wahiti. Kwa hivyo baba yako ni mtu ambaye hapendi Mungu, mama yako naye ni mchawi, na kule nyumba mmejega imejengwa juu ya laana. Sasa who are you? But you are seated on the same land that is cursed, that is cursing you. The same land that is cursed because the curse is on you. Where you are. Kule umeshikana na mwanaume kama huyu na diakiwa ni morume. Unashikana kimutu kama hiki na kiko na curse, itakushika. Mutakuwa mkiswim in the curse of this man. Wewe mwenyewe ulikuwa msharati, ulikuwa mchawi, umeshikana na huyu mwanaume na ni pasta mzuri, unaanza kuona pasta ameanza kubehave because hiyo roho yako inaikia ama roho yake inakuikia. Na vile vitoto mtasaa, kama wewe ulikuwa mchawi, utasaa vichawi because the spirit in you ni uchawi. Tuendelee kidogo ndio akihodi kwa ula mtumia na dhikumulia usiolia ugo tweli tuole na ninyona na kweli siku uliozaliwa kitovu hakikukatwa wala kuogeleshwa kwenye maji ya chumvi. Kumaanisha nini? Kama kitovu hakikukatwa kutoka kwa tumbo wa mama yako, you are still connected with your mother. The kitovu kilikuwa kinakatwa ndio kikutikanishe wewe na mama yako. Wala hakuzuguliwa kwa chumvi kulingana na mila za kwao, wala hata hakufunikwa nguo. Because this is a person operating under a multinational curse, because the land is against you. The history of your mother is against you. The history of your father is against you. The history of your connectivity, wewe kutoka kwa tumbo kuja duniani hii, you are still connected na history zote za mama yako na za baba yako na za land. You have never been disconnected. That is why unakuaga kasi yako kubwa ni kutusubua. Hallelujah. That is why hata ukienda America uende wapi, there is nothing you will get. That is why hata ukiolewa na mtu nakuta unaolewa na mwanaume alikuwa tajiri lakini ameharuruka, siku hizi mnaobaga chakula. You are the cause. You are the problem. That is why umekuja kanisa kama hii na umekuja the day you became a pastor watu wakaanza kutoroka. You have a curse over your head. You can cause even hii jiji yote ichomeke just from nowhere, moto iteremuke, because you are carrying a curse. Julisha Jerusalemu mambo ambayo yanaihusu yaliyo machukizo. Weka jina yako hapo. Jiangalie, uangalie ni mambo gani yaliyo chukizo ambayo umebeba. Kitovu chako kimekatwa, bado hakijakatwa. Are you disconnected from your mother who was a witch? Na unajua mama yako alikuwa mganga. Unajua baba yako alikuwa mganga. Are you disconnected? Have you? Yes, wewe ni mwokofu. Yes, wewe ni intercessor kanisani. But every word is spoken from you as an intercessor ni ya uganga, ni uchawi. Because you are still connected to the pipe ya uganga. And because this is a thing of the spirit, ukikuja ukanyaga madhabahu haya, the spirit in you is activated automatically. Hello. Ndio unaona mapasta ni waganga. Mapasta ni nabii, lakini ukiangalia unabii yake ni uganga.
Kwa sababu wakati alikanyaga, hata nikileta mganga ule Kajuma nimlete hapa kwa hii madhabahu, anga yake itafunguka. Na kama mama yako baba yako walikuwa waganga, na hiyo madhabahu ya uganga bado iko, ukuje utoe sadaka hapa, haitafanya kazi hapa, itafanyika huko, because that is where you are connected. You must disconnect yourself so that you can have a direct channel yako ya kucommunicate na Mungu. Otherwise, if you are still connected with your mother, your father who are witches, the spirit that torments them will torment you, because wewe bado ni the same body. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is what I'm talking. The curse that operates in us, you may think it is 1 year old, you may think that ni kamukosi tu, lakini ni kitu kiko katika maisha yako for quite a long time, 400 years, 500 years. Nikikuangalia hapa naona kisichana kizuri kimenyoroka, kumbe hiki ni kimama kia miaka 600. Nigeshosho maudu maragera kiraro na tu madhabahu, kuangalia tu hii madhabahu, kuangalia tu hivi madhabahu, anatoka kesho unakuta kuna madhabahu hapo. Ni ile age na power. Anakuangalia ukiwa na mipa tu, anakuangalia tu hivi, macho peke yake imetosha. Hiyo mtoto unasikia jioni ametoka. Anakuja nakuta umepata viazi zimeko green. Kai ishi ne waru. Ukiamka kesho imekauka yote. Na hakusema ati nimeroga, nimevuja. That is an authority. There are people who are altars them by themselves. It is an authority ambayo iko ndani yako. You don't need to speak, you need even kuangalia tu ama kufikisha tu miguu yako. An authority. And these people are both this side. You know, muganga, ukienda kwa muganga atakutendea miujiza na itafanyika. Ukikuja kwa mtu wa Mungu atasema atafanya the same muganga alifanya na itafanyika kwa Mungu. Ukienda kwa muganga kama mimi nimewahi kuenda kwa muganga, unapatiwa kioo. Unaangalia hapa. Ni huyu? Ni huyo. No ago ito. No togiete huyo. Sasa unajiuliza angekuwa amepitiaje kwa hewa mpaka kaingia kwa kioo? Because this man is an authority. Kupigana na waganga ama kupigana na watu wa Mungu, it is in vain if you don't have an equal authority. Kama kwenu kuna muganga, ukaenu alikuwa usiende kusema pepo toka, utatolewa wewe mwenyewe. Na hiyo wokovu yako na Biblia zako watakuzika wao, na watakuja kurusha mawe, na utasikia telio joka teli mohu joka mohu turamwedete kayaramweda mono. Hapana, kuna Mungu kupenda mtu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. So you must be able to understand and reevaluate yourself. For this nation to become free, we must understand in this nation kuna altars ambazo zinazungumuza, altars za familia, the founding fathers of this nation. Kuna altars, founding fathers of this nation walikuwa nani? Walikuwa Daniel Moi, walikuwa Kenyatta, walikuwa Ngara, walikuwa nani? Ogiga, walikuwa nani mwingine? Nyaga, Baria Nyaga, walikuwa nani mwingine? Nyeri kulikuwa nani? Mberu, huyu Angaine. Those are the founding father. Kuna madhabahu waliinua ya nchi hii. Na huko Ukambani kuna Ngei, Kisii kuna Mwao, Ujaluoni kunao, Waluya walikuwa na Mwanga na Mwanga wa Bori usi yule mfalme Wanga na Bongo Wanga Mumias. Unakuta tumutu tu wametoka kwa hiyo familia kama Chesa. Sio ni familia hiyo. Unakuta kana shaini tu akajasoma, lakini kamekuwa assistant minister akajasoma. Kwa sababu the authority ile ya wale huko ile madhabahu ikiinulia tu kinafanya kitu. Jiulize, ni authority gani inazungumza kwa maisha yako? Ni authority gani inazungumza? Mimi wakati nilijua nilikuwa nikipiga maneno ya Mungiki pesa inakuja. Nikiingia kama sasa wakati huo nimetoka Mungiki, lakini nikirudi tu kwa Mungiki kidogo nifanye kitu kidogo, nitoe statement kidogo, 10 million zinaingia within 2 days. Nikikuja kanisani ninakosa mpaka pesa ya kukula. Why? Because sikuwa nimekata kitovu cha Mungiki. Sikuwa nimekata kitovu cha babu yangu Waruinge. Sikuwa nimekata relationship yangu na mama yangu, because mama yangu alikuwa Maumau, baba yangu alikuwa Maumau, my grandfather was Maumau, my grandshosho was Maumau. All those people were Maumau. And
until nimekujana na bishop wangu nikamwelezea historia yangu, akaniambia sasa lazima tukate nini kitovu ndio ukue wewe. So most of you are acting ya guka. You unasemaga kahe mwana kitaki ugo ndugu nono ugo kireka ugo kiraruga ugo nogo guka wawekaga atoketie mutuo. That's a spirit. Hiyo ni spirit waikilia mwana wako na atoketie mutuo aleke ale morogi. Na unaona vinyo kanafanya kanaruka unaona huyu ni morogi kabisa. Atoketie mutuo. Hallelujah. Disconnect your children from your mother. Disconnect your children from yourself. When I go and raise the altars, I disconnect my own children from me. Any spirit, any bad spirit that might have been in me, isiwafuate. Wakue wao. You build your own altar. You build your own connection. You build your own direction. You build your own future. You must cut from the parents. You must cut yourself from your parental, your generation. You must cut yourself from anything for you to stand. You will never stand if you are still connected with them. You will never have an authority of yourself. You will never have an authority of what you are going to do. You will never do any business. Unakuta mtu anaitwa Timothy. His reference ilitokana na kwa shosho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akamwambia shosho yako alikuwa anaitwa nani shosho? Lois. Akaambia shosho yako alikuwa na imani ambayo mama yako aliibeba, na hiyo imani ndio uko nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Timothy alikulia matunda ya shosho, imani ambayo shosho alikuwa nayo. Sio kama mnanielewa? So until you are able to disconnect yourself, kule ulienda ukachukua uganga, kule ulienda ukafanya vituko, ile usherati ulifanya, ile mamimba ulitoa, you are still connected na hizo crime, na hizo vitu ambazo ulifanya. You are not free, and you will never be free, because wakati ulitoa kitoto, hiki kitoto kilikuwa kinajulikana. Kwa hivyo kilifanyika, ulikiua kikaenda kwa choo, lakini kiko hai, because it is the body that dies, not the spirit. Sasa kama kitoto kyako, kama kitoto kile kiliuliwa ni kikubwa kuliko wewe, ujue kwenu kuna mtu mkubwa kuliko in the spirit, na hawezi kubali mfaulu. Hawezi. Kwa sababu swali anaulisaga ni mwameneireke. Hiyo ndio swali. Ndio nakutaka vitoto ulizaa vizuri, umepeleka shule mzuri, umelipa mashule school fees mzuri. Wakimaliza shule wanaanza kuvuta baki na madawa ya kulevya. Wengine ndio hawa wanageuka na huko nyuma. Unakosa, yani Mungu anakutaimia mpaka when it is a point of no return. Vitoto vyako vyote vinafanyika sana huko nyuma. Na kidogo na huko nyuma mwanaume hatazaa, meaning umekatwa. Wewe kama baba umekatiwa hapo. No continuity. Ukihaoshi alale, afanye nini akakitua? Ameishia. The history of that father is shut. It's shut because of a history that happened 60 years ago. That is why you've tried every business and the business is not working. That is why you've tried every marriage and the marriage is not working. That is why you've tried to do anything, until when I knew, wakati nilikuwa naenda crusade, tunafanya crusade kubwa, but nothing is happening. Watu wanakuja kuniangalia, kuniona modole wa mugeke niko hujera huje, wanapiga makofi, wanacheka, wanaenda. Sikupata mshirika hata mmoja, lakini nilifanya kazi kubwa. Kumbe ni huyo guka. Sasa nikipeleka watu kwa Mungu, guka na kuja na niuliza wala ado itoko. Hallelujah. Guka na simama na niuliza ado itora amatwaraku nurako hirero udharo wa twara ado nako, because I'm still part and parcel of my guka. Mimi bado ni guka. Mpaka wakati nilionana na bishop wangu akaniambia this must be done. Disconnect yourself from your mother and your father. Number 2, disconnect yourself from your grandfather and your grandmother. Wende ukijitenganisha. Na nilipofaulu kufanya hivyo, because tuliinua madhabahu, na kufuja hizo vitu zote ni kuinua madhabahu. Na kuinua madhabahu sio kukuja kutoa ka 50 hapa. Ni wende kwanza uangalie historia ya kwenu ndio ujue. Na Mungu apia Mungu nisukumusie nitatoa nini hapa. Bwana Yesu asifiwe sana.
When I did that, nikaenda kwa Harrison nikafanya hivyo. Harrison alianza kunispush. Akaniambia fungua kanisa. Na beleni hakuwa ananipush. Na nilipofungua kanisa, nilingangana tu, tulikuwa tunapigana na yeye. Nikinganga kwa sababu sikuwa nataka. Ndio tukakuja nikafanya fellowship hapa Jericho mara 3-4, ndio tukakuja hapa. Tulikuja hapa tukiwa watu 7. Lakini bado nangangana, ni kuniforce, aliniforce mpaka nikamfungulia kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikufungua kanisa ati ni mimi nataka, nilimfungulia na nikamwambia ndio goli la kanisa. Meaning ndio kahuji. I was just. Lakini kumbe the Spirit of God has started. When I disconnected from this line, the Spirit of God started pushing him to become my monitoring spirit, to monitor me and take care of me, to akanishikisha kwenye destiny. So there must, after you disconnect from the other side, there must be a connector that will be brought by God to connect you to where you belong. And once you are connected, things will start working, because you are in the right position, doing the right thing and doing the right move within the right timing of God. Because God is a God of timings and seasons. God will never act out of the season. God acts within the season. If you are within the season of God, things will work. But you, that same thing ukiifanya outside the season of God, you will struggle. Hallelujah. Umenishika hapo? The same thing uifanye in season, it will work. But the same thing you pick it out season, it will not work. Yet you are doing the will of God. You are within the will of God, but in outside the season and time of God. That is the most important thing that you must understand. The time and seasons are very important. Number 2, what is your connectivity? What is your nativity? Where are you connected? Who was your mother? Who was your father? Try to go and understand them. Kama hakuelezi, tafuta auntie yako and sister yake. Muhoji tu. Because they carry your destiny. Those people, they carry your destiny. They have their marriage. Your marriage imeshikwa na hawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Me, I come to realize my grandfather carried my marriage. Because my grandfather alikuwa na wanawake 13. Na mimi nimekuwa nao chungu zima. Naona mtu siku nyingine akiriga ati nilimtokosa. Sasa naulika na mtokosa, na mimi nimesema nimekuwa na over 300 women in my life. Not wale ambao nimekuwa nao nikataka kiti ya MCA niwaambie ukai moja kwa leo ili watanichagua. Because nilikuwa napigana na ile spirit ilikuwa ndani yangu ni yaguka. Okay, hakugate hahate. Alikuwa ananitokosa. Nimewatokosa. Hata zamani sikuwa natokosa. Nilikuwa nakuja na bia wewe. Tudia. Kuna kutokosa. Twende. Ati hiyo ni skado naweza kunipiga. Nitakuletea wao wote. Unajua ni marafiki yangu wote. Ni marafiki they are all my friends. All my good friends. Siku mtanivamia nitawaita nikwambia lao ukai wote idrabole. Yeah. You see, I was battling a spirit that was in me. But it was not me. It was my grandfather. At the age of 17, nilikuwa na mtoto. At the age of 17, I had a baby. Who is a member of parliament in Tanzania now. Usinione hivi. Nileteeni kidogo niende Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. At the age of 17. So was it me? It was not me. It was my grandfather. Now my grandfather at the age of 19 alikuwa na mtoto. Hallelujah. My grandfather ndiyo walianzisha Mau Mau. He was the founder of Mau Mau. I was the founder of Mungiki. We had an oath. Ile oath venye niliandika juzi hapo wamenitolea hizo document niko nazo kwa nyumba. Ile maneno aliandika ya oath, those are the same words nilitengeneza. Na mzee huyo simjui na sikumuona. You see now? So you must be able to disconnect yourself for you to move to that next level. Jesus, for him to start the move, alipelekwa sinagogi, akafundishwa, kisha wakachinja nini? Bila hoi. Dila hoi.
Dirahoge. Sita kwa dirahoge. Wakolino hapa, wakolino wangapi hapa? Pigeon. That is the walichinja 3. Malikuwa ngapi? Yes. Walichinja, wakamtolea, wakamudisconnect na madhabahu ya kwao, ndio ashike madhabahu mapya ya okoa dunia hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini madhabahu ya kwao bado ilimfuata. Maana huyu Yesu alitoka kwenye familia ya mtu anaitwa Juda. Na Juda historia yake ni usherati. That clan ni usherati mtupu, kutoka kwa Juda, kutoka kwa Tesani, kupanda mpaka Daudi, mpaka Jesse. Wote, if you move 10 generations, utapata it's all about immorality. Na ilimfuata Yesu, haikutabua Yesu. Ilimfuata. Kama mama kalijua Yesu anapita hapo, kakaenda kwa mto. Kakamgojea huko. Kakagojea Yesu, kakaanza kuchota maji. Because this spirit itakufuata no matter what kind of an authority you have. But when you are disconnected from the authority, once you are disconnected from those powers, you will be able to win and discern them and defeat them. Now I can be able. Those days that rekioje ndo nagamudo mukoko na ndaje ko. But darikioje giaka. Mwathani agocwo. Tia kodera maitho moru we nawe. Lakini ukikuja hivi na kuoniaga pale, ukikuja nakwambia kuna kama magegeni hapa kalitoa 36,000 kakapatia na nabii fulani ati akuja prophesy. Sasa unashindwa, why stoke onyete twendane babe tuli hala tunye kahoa hadi kwa nabii yako. Okay, now prophesy. Kumbe ni ile spirit bado inaniadama, bado inatafuta nyumbani irudi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mumebarikiwa leo? Basi shikeni sadaka zenu. Shikeni sadaka. This is sadaka, sacrifice. What we did, we were doing a sacrificial altercation. Kwa hivyo hiyo sadaka uibadilishe, usiite sadaka, uite sacrifice. Tunatoa kwa ajili ya maandamano, tunafuga maandamano. Ninataka kufundisha how to get back your authority in life. Wale watu ambao mko na challenges za life, wale mko na challenges, you are not giving birth, you are katika biashara zenu, you are not working from today. From what? Under the authority that God has given us today, it is going to pass, it is going to change. Your life will never be the same again. So tutaanza na hii line hapa. Bapatiwe bahasha. Hey, hi. Bwana sifiwe sana. Ongelea kwa nata tinaigo. Ulipitia hapo? Sikuona ukiingia. Hiyo ndio CEO wetu. Hallelujah. He's a very good man. Nampenda sana. He has been a blessing to my life. Hi mommy. Hi. I'm speaking to you. Yeah? Raigo atare unashajeti mwele. Bado ni mega. No wende kwira ndo tio. Matikaneke. No wende. Tashonole goma. It's optional. It's not a must. No wende tashonole goma. Wana leo shano kama toleni wako. Na wana leo ukurathimu. Na wana ndoko ni na mwako utagotwarithia gari. Tondu igetoka. Na tondu wi munafi. Ndiko mahekaru gano kanini. But abawethikiriria waigua no kuhota waigua kona igoro njire mose huyu anausaga miti ni dawa, ni muganga, anatakaka haekagi pesa kwa wale wengine venye anaweka, muangalie umchuguse, anawekaga kado na wengine kwa sababu hivyo ndio direction amepatiwa akuje hapa afanye hivyo. Lakini sasa tunakuaga macho binoculars zinafanya kazi. He's a very good man. Anavurutwa padio na sisi tunamvuruta padio mpaka atatoka. Hata kali alikuwa huko. Yes, kila mtu ashike bahasha yake weka kitu mzuri. Si nimewapatia maneno mzuri? Si kuuza, weka kitu mzuri tuvuje hii madhabahu. Hii ya Raila hata tusubua. Hapana. Hata tusubua, sema hata tusubua. Mtu ndio ako kwenye board.
alikuwa prime minister, akakuwa hii bado. Why? Mudu ni guka mpaka anaenda kuitwa mara ya 5 guka less. Ni guka less. guka less. Bwana Yesu asifiwe sana. How is Australia? Yes, good. Besha neshikete shire thimo-ini kana cie cash. Wena noti Australia. Ne dollar kana neke? The American dollar? The Australian dollar? I've never seen that money. I would have loved to see it. Hena kara oto mahali. Kana ba. Ile kana namba yako? Zikiaishetete wewe. Wakati unataka kutapu hiyo anointing ya kwenda ngapo. Inua mkono unataka kwenda ngapo. Kama unataka kwenda ngapo, inua mkono wako. Receive it in the mighty name of Jesus Christ. Go and apply. Mumeweka. Hata kama ni mashiriki tu weka kwa bahasha. Watu wa kutuma ni hapa kwa hii. Na wale mnatuangalia huko Germany, Norway, Ireland, America, Australia. Ikitoka haha. Kanithera nago ne besha. Nimeuga pastor na ya besha, ti pastor. Mkaona venye tunatengeneza nyumba pale. Na zitakuwa poa. Simulikuwa? Sitakuwa poa. Poa, paka iko na bedroom. Na mulete pesa ya simiti, si simiti. Tunahitaji simiti gani? Kule tunahitaji simiti kweli? Ni gypsum moja ni 700. Gypsum moja ni 700. Ukipata tu 700 nirushie. Usema ni ya gypsum ama ni ya kiti kama hii. Hatuta na plastic huko. Hii plastic hiyo kama umekalia plastic ukujie. Takupatia uende nayo. Lakini tu exchange. Exchange na hii. Straight kanisa smart, si ndio? To set record. Sasa hiyo ndio mtaona the true this man. Sasa ndio tutafanya kazi. Unajua nilikuwa nazuia kutakasa kwa sababu kanyumba ni kadogo. Alafu sikuwa nimekubali kuhubiri. Unajua nimekubali kuhubiri mwezi wa Novemba last year. Hiyo ingine yote ilikuwa madoido. Wakati mzee Nganga alikuja hapa, when my daughter got married, yeye alishikanisha yeye. Kutoka siku ndio nilishikwa na karoho. Nikaona ngano hujie. Dige wana. Yaani kimutu kingine kilikuwa ndani yangu, nikaibia tajeherera othi, toka kwa mwili wako, toka kabisa. Wacha ni dihubiri. Na nikaanza kuhubiri. Na nikaanza kuona maneno inafukuka. Na ikalipuka. Sasa hizi nimeenda Dubai. The next stop Germany. The other stop Wales. Niko na visa already. Kama baba yenu wako na visa, wewe utakosaje? Hallelujah. Ninyoje tereire. Ninyoje nikaongea lugha ya pesa. Ndio ndio naona nimeanza kuachilia tu nabii. Tusimame tu kwa miguu yetu, alafu ishika inue juu. We are making a decree. Inua tu juu, sema Bwana Yesu, ninakukabidhi sadaka hii kama sacrifice ya kuteketeza. Madhabahu ya shetani inayopaniwa kuinuliwa Kenya isifaulu. Madhabahu ya shetani katika maisha yangu isifaulu. Madhabahu ya waganga na warogi katika nchi yetu ya Kenya isifaulu. Madhabahu ya LGBTQ katika Jamhuri ya Kenya isifaulu. Madhabahu ya makanisa ya kishetani isifaulu. Kukainuliwe tu madhabahu yako. In Jesus name. Sema amen. So because of a commotion, line ya kwanza weka hapa. Wekeni hapo. Line ya kwanza. Hata tithe, mulete tithe. Na amuletaki tithe siku hizi. Hiyo nataka kukuona person, in person. Ndio nikuombe.
kaa chini. Ukiweka unakaa chini ndio next timu ikuje. Team next. Haya. Tengeneza je hapo. Sasa nilifikiria Beatrice ni mtu amechanuka, akikuwa ametuwekea moja hapo. Sasa ukiona mtu umejaribu kumchanua hachanuki. Mzee, umewaza sana. Umejiona? Lete. Hallelujah. Hiyo ni gani? Akwa. Ngoja kidogo. Shika tu hivi. Kati. Next low. Tengenezeni kajia, tengenezeni. Hata tengeneza njia itengenezwe. Ego muro kio. Huyu mwendazimu hapa. Ameenda wapi? Kuja chukua pesa yako. Si nimewambia. Ni mzee mjaja. Tengenezeni njia. Nyumba ni dogo lakini ni mara ya mwisho. Unibariki baraka zako hazina huzuni, ni za kudumu milele. Amina. Baba naomba ubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Baba naomba ubarikiwa nawe, sitoki hapa. Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Baba naomba kubarikiwa nawe, usiponibariki. Ukabadilisha Yakobo jina, ukamuita Israeli, maana yake ni kubarikiwa. Nami naomba kubarikiwa nawe. Baba naomba Pita hivyo kubarikiwa nawe, sitoki. Wenda hivi usiponibariki. Baba naomba kubarikiwa, sitoki hapa usiponibariki. Yesu nahoya bora limonewe digiuma otala limeta. Yesu nahoya bora limonewe digiuma otala limeta. Derada toraga magera ine mameya Yesu akejeta negwakaga ya moyo kiugano kadalima gatora kwehokete igiuma otadalimete. Yesu nahoya bora
shejatia motorera wakwa Yesoda oya bora limonewe ikiuma otadali bete ikiuma oya bora limonewe ikiuma otadali bete. I want you just to get kama yule dada wetu yule lesbian yako wapi? The lesbian wewe mwenye former lesbian, inua tu mkono wako juu, mpigieni masimama tu akupigie makofi. I love this girl. I love this girl. This girl nimempatia, nimemwajiri kazi kule, anafanya kama mwanaume, kumbe ni kazi alikuwa amekosa. She's working like a man. Anasukuma mashini kule mpaka anasikia oh yes. Thank you. Mpigieni makofi mazuri. Sasa mnamwangalia vibaya na yako ikiwekelewa hapa dunia itahama. This is also another good girlfriend of mine. Kailetu Nyedete. I love you. Thank you. Sika kuja thank you, I love you back. Sema I love you back. Sinaona tunamash. Watu wakashesha, pigeni picha muone ya kusabasa wiki mzima. Watu wa sakramenti na maombi, piga picha, nimepata kamupia. Bwana asifiwe sana. This girl I met her in Thika. Aliniona kwa mtandao and she felt that the life she's in, she must stop. Is it true? What's your name? Unagia na makohore hivi microphone gedha. Kiono hudu kama ke. Hapa kuna kitu. Kiono. No, nasema tu. Nasema tu. Wamoyo? My name is Amoyo. You are no Wamoyo from? From Thika. Shosho yangu anaishi Thika. Mama yangu anaishi town. Ilovi. Yes. Hapa Nairobi. Dadora. Phase 2. Unajua kule naishi? Najua tu ni phase. Last time kumuona ilikuwa lini? Last month. Anafanyanga kazi gani unajua? Hapana. Ujui. Sasa twende kazi. Wewe unafanyanga kazi gani? Mimi ni wa mashamba. Nauza ploti. Maguta. Yes. Saidi ya Matu. Na hivyo ndivyo nimekuwa nikifanya since 2019. Yeah. Are you married? No. Why? Mungu hajaongea. Yeah. Lakini wewe ulikuwa ukiongea. Hiyo ka point ndio nataka tu kadogo tu, usiende sana. Hiyo ka point kadogo tu. Unajua wanaona moeta shoko igoro. Moeta na nisione mtu hapa na kasimu ati niko chukua takuchapa kofi. Sasa you have been in life of ya hapa kule na watu. Tupatie ka story kidogo. Kuna kitu nataka kuonyesha muelewe how it happens. Maisha haijakuwa rahisi to a level. Nili try prostitution but yangu si ile ya si ambayo si dhomut. Yangu ilikuwa a bit planned, well organized. Venye tulikuwa tunaenda sherehe and then una spot mtu ana kusponsor your bills alafu mnaenda na yeye. So hata mwenye mlikuwa mmeenda na yeye sherehe atajua mwenye mnaenda na yeye. At some point tukaona to advance to that business na tukaanza kutafuta nguvu za ku advance that business. Ukapanda gazi. Yes. My first encounter, nilienda Tanzania and nilienda kwa waganga
Tanzania, Wapi? Dar es Salaam. Arusha. the first time. Eh. Na ilikuwa con Ulikoniwa. cause hata nikirudi sikuwa na simu. That guy, what he did, alikuwa na kanyumba tu kama tope, alafu chini ya kuku hata kuko na cement. Kulikuwa tu hivyo. So alikuwa na hii kitu inaitangwa vuvuzela. Yes. So unaona sasa nyumba kuna giza. So alikuwa ameiguzisha chini, anaongea. So when he talks kuna vibrate. Na wewe unajua ni mababu anaongea. So nilitoka huko bila hata simu. Mababu walichukua simu. Wangwana. Nikakuja. So venye niliona watu wenye tulikuwa tunasoma na wao wana advance, and then a friend of mine akaniambia I try again. So the next time nikaenda, but this time nilienda Dar es Salaam. You can imagine kuchukua basi hapa 6 in the morning na unafika huko saa 6 za usiku. I was determined that much. And those people are very expensive because huyo wada sasa tulienda tukachinja makuku na kuvunja coconut. Alafu unajua sasa the moment unaingianga huko unakuanga brainwashed. So anything anakwambia you do it. So tukamwachia pesa na si pesa kidogo, because I think for like 3 days tulitumia around 40,000 Kenya shillings. So unajua huko ni maelfu and millions. Na akatupea dawa ya kuja ukienda sherehe ulikuwa as in hiyo dawa inakufanya ukae kama as in anyone would spot you, but not anyone, ni money would spot you. So anyone will spot you but not anyone. It is that who has money ndio atakuona. Kama mtu kama wewe kako dole kanyamu. Ako dole kanyamu. Yes. So ikawak. Ulipokuja ili work? Yeah, for some time. Hiyo inaitwa majini. Yeah. Unapeangwa, lakini hiyo inakuanga to a specific person. Assuming ni wewe nataka. Haya. Assuming. So nitake sasa. So kuna ile unaambianga ufanye, you wake up at 3 at night. Najua hiyo ndio masaa 3 am ndio masaa yao. Masaa yao. Unaamka, unaweka kwa mkono, unasimama nje. Sasa nimeweka right. Nimeweka. Ni unga. Nimeweka sasa. Alafu unaniita. Sasa niite mimi. Sema maneno kuni mimi sasa. Jiita jina yangu Waruinge. Mimi Joyce na kuita. Unaita Waruinge. Kile kitu nitataka kwako. I want to be your manager. Before you take your breakfast, I want to take my breakfast. Before you take your lunch, I want to take my lunch. Before you sleep, you have to confirm that I've slept. Anything I want it in my pocket. Yes. And I send you to go and get him. Was it possible? Was it working? Yes. Ilifanya? Fine. Hebu nifanyie.
Kiodide. Jekira box. So inafikanga a time when unaona hizo vitu zimekuingia, alafu unaona sema sasa Tanzania ni altar ya Waislamu, and maybe uende kwa mtu mwingine altar ya Mkamba. So unaona hizo vitu mbili haziwezi shikana. So life yako inakuanga ka you're confused every time, hata ukilala unaotanga na hizo vitu. Yani hiyo kitu inakuingianga tu kwa mind. So nikakaa alafu kaenda Kitui, tukaambiwa Kitui sasa. Place mbali sana. Akamba meva. Akamba magedui. Akamba magedui na mwingi. Okelia moko. That woman venye sasa nilienda tukamwambia venye tunataka, akanipea dawa, but hiyo ilikuwa ya job. Stability ya job. But unfortunate haikuwork. Hiyo nayo ikafeli. Kwa hivyo Wakenya ni makoni sana. So haikuwork. After hiyo ilikuwa last year. So after some time, after 4 months, akanipigia akaniambia ati anaona nimepata kazi na sijaenda kumtembelea, ataniroga. So nikakaa November, December and this year, so nikaanza kujiuliza, who am I? What am I doing with my life? So at some point a friend of mine called me. Najua atani watch. Called who? Na tutakosana, me, a lady. Akaniambia nisikize mama na kujanga TikTok, sitamtaja jina hapa. Nikamsikiza anaongeanga about traditions za Kikuyu, hizo za Rorira na Kena hizo. So nikamsikiza and then me and my friend tukaongea, tukaona nyewe Joyce, enda kwa huyo mama akwambie what is it, because whatever it's happening, it's not just normal, because I know you work very hard but it's not coming through for you. Mimi naye ni nani? Nikapigia huyo mama simu nikamwambia, akaniambia sasa ni huyu akina Maina ya Magoto, hiyo wagaga ya Wakikuyu. Zikani nitakupea jina yake baadaye, usimuogope. Mimi ni komanda. So venye nilimpigia alinipea namba, akaniambia talk to that man, atakusaidia nyego gwikira igogona. I called that man na akanipea appointment, nikaenda kwake ni bypass, na akaanza kuthomera bugo. Na the first thing aliniambia nafaa kuwa mundu mugo, to witu ni kuri mundu mugo na akutimiza that. So wewe ndio utatimiza. So I have to take over. Na it's true. Kwetu kuko na yeye, niliuliza nikaambiwa ako, lakini alikufa. So Gemoria, what if I don't do it? Akaniambia utaanza kugoroka. Haya, something funny nilianza kuona kana. Ulianza kugoroka? Nilianza kuona as in hizo, okay, nilianza kuona yenyewe by the way. Nigorokire. So tukakuwa as in nilikuwa na fuatilia, but it's so unfortunate. Ile time nilikuwa nataka kwenda, niliingia YouTube for her. My friend there, nilikuwa namwambia, so akaniambia twende kwa Ezekiel. Mimi nikamwambia hapana, huko ni mbali, so unaona sasa job hatuwezi enda, pesa imepunguka. So nikasikiza your teachings. Ya kwanza ilikuwa
what happens when you sleep with a man of God, something like that. Nikakusikiza like for 3 days. Unanisikiliza unarudia, unasikiliza unarudia. Yes, hata sikuwa nafanya kazi. Ukinisikiliza. So nikakutry and then haukuwa. Nikaenda Facebook, nikaona uko Dubai. I wrote you a message. Ukakuja nikaona ume blue tick, lakini you took 2 days to reply, but before you take those 2 days nilikuwa nishakupigia. So before I came to your church, Thika, I had a dream na nikamwambia my friend, nikamwambia mimi nimeota nikikimbizwa na nyoka, but there's a person who came akanibeba kama mtoto akakimbia na mimi. So on Friday ndio sasa Cindy alikuwa ananiambia, unakumbuka ile dream yako ulikuwa unasema? So that's how everything changed. Saizi niko sawa, nalala sioni au sasa juzi huku ulishinda, ulikuwa unaniambia ulali. Nililala hiyo siku, hata nilichelewa na kazi. Pigia Yesu makofi. Wachia hapo kidogo. Simama tu hapo. Wewe mzee kuja. Huyo mzee. Sasa uconnect hii story na ya huyu mzee. Ndio tukienda break ya kunywa chai tukirudi ujue what kind of deliverance you're going to do. Huyu mzee ni retire. Ukatugo kuja tu. Utatoa pesa ya sabuni. Huyu ni za retire. Tuambie majina yako. Yangu ni Mwaniki Nyamo. Mwaniki Nyamo. Umeona majina yenyewe inakupatia direction. Ni Mwaniki alafu ni Nyamo. Tuendelee. Mwaniki Nyamo. Yes. Mimi nilitaya na nikapewa pesa. Pesa ngapi? Kwa 2.1 million. 2.1 million. Yeah. Kini hiyo pesa yote imeisha. Hauna hata dururu? Sina hata. Iliedaje? Tulipatana na msichana kwa Facebook. Simjui. Umjui? Bila tu mtu anaweza kuambia muwe friends. Mkakuwa. Tukakuwa friends. Sasa kuanzia hapo. Kuanzia hapo. Nikuitisha tu. Anakuitisha tu. Na mimi natoa tu. Yani alikuwa anakuitisha? Alikuwa ananiitisha na wewe unatoa. Akikuita 1,100? Natoa tu. 200? Nakimbia natoa tu. Na kimbia natoa tu na unamtumia. Na hujaimuona? Nimeshamuona mara 2. Kwa Facebook. Tumeshaonana na yeye mara 2. Sasa sikuwa namjua. Mara ya kwanza nikamwambia nataka kuona ni nani naongeaga na. Ni kimutu kizuri. Nikidhaka. Ako tu hivyo. Alafu sasa ilienda mpaka ile nilikuwa nimesave. Yaani ulitolea hiyo pesa? Yaani hiyo mara 2 ulimuona, ulirudi kumuona tena? Sijawahi kumuona tena. Lakini pesa imeenda. Pesa ilienda. Na ni yeye peke yake amechukua? Yeye peke yake alichukua. Lakini kulikuwa na mwingine pia, kulikuwa kanisa moja. Na yeye pia alienda na kama 1 point something. Bereni ama Bereni. Kabla hii tu. Kabla hii tu. Na mwingine alienda na mani? Karibu 1 Oko geikere. Zingine zinakuja lini? Hata mimi nikulezea. Umesikia? Wakati anashika pesa kunatokea msichana. Anakula mpaka zinaenda. Na hataki hata kujua msichana amebeba nini. Ni kutoa tu. 1,100. 200. Sasa umeona? Sasa sikia historia huyu na usikie historia ya huyu. Zinapelekana aje? Lakini sasa unasemaga ni korogo dogeto. Ti korogo, you have been monitored. There is a spirit that has continuously monitored you. Na wanajua ukienda kupata wanapiga ripoti huko. Mudoni yage ido. Ndi moshigere. Hallelujah. Asante sana. Wapigie ni makofi. We must change. Thank you my daughter. Thank you. Kuja nikuhagi. Sina hata tuna mash. Thank you. God bless you. Don't feel humiliated. I will take care of you. I will stand with you. I will protect you. Mimi nilikuwa mbaya kukuliko, lakini nilipata baba alinilea, anaitwa Harrison.
wengine wote walinitoroka, sitakutoroka. Najua kutakuwa na repercussion, but I will stand with you. I'll give you a job here. Nigetha mukione cia kwandika uria ndimuonire hauna kaundu kwenda kabisa na hiyo kaundu yako kwenda niko kolete tagoke. Thank you Baba, nashukuru kwa sababu ya sadaka hii, ukaibariki, ukafungue milango na madirisha, baraka zako zikanyunyuziwe, hawa watu wakafunguliwe, na mitego yoyote ya shetani iliyo juu yao isiweze kupatana na wao. Baba, tumefunga kitu chochote katika taifa hili kitakachosababisha watu kutokufanya kazi, kukuwe na maandamano, kukuwe na vita, kukuwe na mwagikaji wa damu. Ninakuuliza tu Baba, kwa sababu unajua kufanya, usifanye. Uwaweke uoga hawa watu, uwaweke uoga, wasijaribu kutoka kesho, wajifugie tu kwa manyumba yao. In Jesus name we pray. Leta hiyo ulikuwa nasema ya mchanga iko wapi? Nini ya mchanga? Leta mchanga. Yes. Mchanga niekelea hapa. Okay. Hii ni ya mchanga? Na hii mchanga. Okay. Leta zote tu. Leta hiyo yote. Nani mwingine ako na sacrifice ya mchanga? Nani mwingine? Mamiko hii anatariwa. Niwede alilia. Uko sawa sasa? Sasa maneno yameanza kuwa mzuri. Yeah. Wapo. Hai. Nina molini niwede alilia. Madhainiro. Najua huyo ni madhainiro yangu. Sawa. Acha ikae hapa. And now may the grace kwa yule anataka kuenda, you are free to go. Lakini kuna kikombe ya chai. Lakini for deliverance you give me 1 saa 8:30. Sasa ni saa 8, saa 7:30. Saa 8:30 hapo ikienda na 45 nitarudi hapa. Mningoja nipumzike, msinifuate huko. Nimwache nipumzike tu kidogo ndio nifanye deliverance mzuri. Sababu kuna mafundisho nataka nikufundishe. Lakini if ungetaka kuondoka, you are free. Kutoka Sunday tuko na registration ya partners. Nimesahau hizo form, ningekuja nazo. I forgot them at home. I want every person mwenye angetaka kusimama na sisi akuwe registered so that tukuweke kwa system yetu as our partner. Because kule tunaenda kazi ni kubwa. Kazi ni ngapi? Ni kubwa. Ile nyumba tumechukua CBD katikati. Na inahitaji kujazwa. Ni 5,000 sita. Imagine wale watu mko hapa. Sasa nyinyi yote mnakuwa ushers na security. Sasa hawa ndio watakuwa security yako. Wengine ni maasha. God bless you for now. Wale watabaki kuna kikombe ya chai. Natumia mahoya gera chai kaginya rumeno mahoya chai. Yeah? Nasikia ganaambia keke hoya ni motumia, todo motumia ni waena ke. Baba bariki kikombe ya chai na uweze kukifanya kiwe kisafi na kitakatifu. Utakapokunywa kaweze kubariki.